kuongea naye mambo nilokuambia? Sijafanikiwa kuongea naye mdogo wangu, sijui tena niko busy ukiangalia mambo mengi. Ndugu yangu yani ni hivyo. Maana hapa mimi nimeshachoka bro. Naona yani hapa kukaa kwake naona kama ananizingua tu. Nahitaji kuwa mwenyewe brother, nitakaa hapa mpaka lini? Wewe mdogo wangu kila kitu kitakaa sawa. Basi sawa kaka, nakuomba wewe kaa naye chini ongea naye vizuri. Mimi sije baadaye kwa maana kaja kuonekana mimi hapa nimemvunjia heshima. Yaani na mambo akaja kuwa mengi kwa shangazi, sitaki. Kuwa mvumilivu mdogo wangu, mimi nitaongea naye. Basi sawa bro, mimi nimekuelewa. Okay, poa poa mdogo wangu, usiwaze. Dogo, utachukua hela pale katika meza, alafu utaenda kufuata unga. Sawa? Nitarudi baadaye sana. Kisha kila mazingira yote hapo sawa. Nimekuwa mfamai mahangaiko ndani ya amani, hakuna amani. Maumivu ile yataisha kesho. Mwanangu leo shule sitakupeleka, sawa mwanangu? Maana na kikao leo sitaweza kukupeleka, maana kikao cha haraka sasa hivi. Kwa hiyo utaenda tu mwenyewe, sawa? Baba napaswa nipeleke shuleni, maana ile njia bondeni pale mimi naogopa. Alafu kiangalia pale kuna wauni. Mwanangu najua wewe ushakuwa mkubwa. Kwa hiyo sasa hivi shuleni unatakiwa unaenda mwenyewe. Hilo swala la wauni sijui nini hilo, achana nalo. Sawa mwanangu. Kwanza bibi Beni zipo au ndio ushatuka? Zipo kweli? Angekuwepo mama hapa, sasa hivi kashanipeleka. Nimekuwa mfamai mahangaiko ndani ya kwamba unapomwachia na kuhangaika na pikipiki mara huku mara kule, kuna vitu kidogo unakuwa hawezi kufuatilia kwa haraka akatambua nini ambacho kinaendelea kwenye familia. Lakini umemweka nyumbani ndio chanzo ambacho tutamfanya yeye aanze kufikiria kwa nini kaka kanifanyia hivi. Au shangazi. Nakupigia nipo kwenye kikao. Aya, poa poa. maumivu ile yataisha kesho, yanazidi mateso, yananitesa.
Sasa nafanya nini pale? Wekala! Nimekuwa mfamai. Sasa mwanangu, muda wote ulikuwa busy unasoma au ulikuwa busy na mambo mengine? Sababu mimi toka niko pale na kuangalia ujue vitu ambavyo ulikuwa unafanya. Sasa mwanangu, ndio kusoma kwenyewe kweli huko? Mimi niko nasoma. Niko bwana mtaka mama, mimi sielewi. Nimekuwa mfamai. Sawa, ila umesikia? Mimi natoka. Pikipiki hapo funguo iko mezani bwana. Sawa. Baba anasema funguo hapo mezani. Sasa hiyo bodaboda ndio niendeshe mimi, mbona sielewi? Na mtu atakuja kuifuata, funguo iko mezani pale. Baba nilimwambia maswala ya mama anausharusha au kamwacha. Nimekuwa mfamai. Mahangaiko ndani ya amani hakuna. Nani anayejua mapenzi? Anipe somo, mwenzenu yananichoma. Na 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 na. Vipi, Nginga nimemkuta? Baba akatoka tangia asubuhi. Na uaga narudi saa ngapi? Uaga anachelewa. Muda mwingine saa 2, saa 3, anaga hata muda maalum. Kwa mimi jambo langu nitafanikiwa kweli mimi? Jambo gani? Dogo wangu haya kuhusu. Baada aseme mimi sijui. Kiongozi, wewe kama mzazi wa Kala, nachukua nafasi hii kama mwalimu wake kukuomba kipindi upo naye nyumbani uwe unachukua muda wako hata kwa dakika 5 au 3 uwe unamuelekeza. Maana kwa sasa shuleni matokeo yake yamekuwa mabovu sana. Sijajua kwake changamoto ni nini. Ila wewe kama mzazi na kuomba uwe unachukua muda wako pia. Tofauti na sisi walimu tunavyomfundisha shuleni, wewe kama mzazi unatakiwa uchukue muda wako pia kumuelekeza. Mwalimu bwana, mimi nimekuelewa. Sipokuwa hasa mwalimu, mimi na changamoto moja inayomfanya wewe mtoto hata matokeo yake asiwe mazuri. Kwa sababu kwanza pale nyumbani unajua mimi naishi mwenyewe. Kwa sababu ukiangalia mimi sasa hivi na mzazi mwenzangu tuko tofauti. Yaani kifupi tumetengana. Kwa sasa hata ule muda ule wa kukaa mimi sasa kukaa naye hapa kwanza kumfundisha kwa muda na kuhasini, afu kiangalia hata kazi zinanibana mwalimu. Unaona? Na ndio nafikia hatua mtoto apata matokeo mabovu. Lakini sio kwamba eti mimi nashindwa kukaa kumfundisha, lakini sasa ule muda sina.
Unaona? Sasa mwalimu, lengo la mimi na wewe kukutana hapa tupate njia utatuzi, tujue yule mtoto tunamsaidia vipi. Unaona? Sasa mimi nitabaki kama mzazi na wewe utabaki kama mwalimu. Kwa hiyo hapo mwalimu nataka tusaidiane majukumu. Sasa mzazi, naelewa kuwa changamoto zinakuwa ni nyingi na majukumu yanakuwa ni mengi kwako wewe, lakini hiyo isipelekee kuaffect saikolojia ya mtoto anapokuwa kwenye masomo yake. Mimi kama mwalimu naweza nikakusaidia msaada mmoja tu wa kutenga muda wangu wa ziada, kwa sababu kijana wako mwanzo alikuwa ni mpambanaji, ila kwa kuwa umenielekeza kuwa kuna matatizo ya familia ndio amefanya yaharibu saikolojia yake na kumfanya apate matokeo mabovu shuleni. Nitatenga muda wangu wa ziada niwe namfundisha kama tuition. Sitohitaji gharama yoyote kwa sababu najua huyu ni mtoto na mimi na watoto vile vile. Kwa hiyo mzazi, haina shida yoyote, niachie mimi. Anafanya kusudi. Yaani huyo mtu nyewe namuongelea mbana muda sana sijaongea naye. Sasa hapa naye pia simu yangu hapa haina salio. Kama simu yako na dakika basi naomba ili tumtafute hapa tujue kuhusu swala lake hapa. Hamna shida basi, je, nikuwe maana mimi hapa sina dakika. Na muda nilitumia zote hivi. Okay, sawa. Zipo basi, hebu naomba nitaje namba basi. Namba 0670 2118 62. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Hii namba na kipengele gani? Mbona haipatikani tena? Au ndo ameshabadilisha simu? Takuwa labda amebadilisha simu ama amebadilisha namba. Ila baadaye nitaenda kuomba namba za rafiki yake. Rafiki yake wa karibu sana, ili mradi ipate kumpigia tupate kujua swala lake mbona Limbange. Sasa maanisha hizo namba mpaka saa ngapi utakuwa umeshaenda kuchukua kwa rafiki yake? Maana sasa muda unaenda, napoteza hela nyingi huko, maana huko nyuso mwenyeji unajua. Hizo na lala guest. Kwa kama unaweza ukafanya talo leo tukapata hizo namba tukawasiliana naye ili nijue mwafaka inakuaje za hiyo kumpata yeye. Mama una vipengele vingi sana nimevikanseli huko, nimekuja huko. Sasa hapa kwa leo sidhani kama nitakuwa na muda, sababu nitakuwa niko busy sana na masuala yangu kidogo. Nitatoka kuna muda fulani nitaenda kwenye mahangaiko yangu huko mtaani. Kwa hiyo tuangalie, labda Mungu akipenda kesho mapema basi tukutane ili mradi nikupe jibu la swala la jamaa la Limbange. Maumivu ile yataisha kesho, yanazidi mateso. Mwanangu, yaani nawaza sana kuhusu mtoto hasa weekend mwanangu, ndio nipa changamoto sana. Unajua tena mazingira hapa, maana kumwandaa nini anipa sana changamoto yani. Na mimi pia naona bora iwe hivyo mwanangu, ili mradi hata nisaidie hizo kazi za nyumbani mwanangu. Unajua tena mwanangu, mazingira za kazi za nyumbani hapa inakuwa changamoto, bora hata wewe unanisaidia hivi. Maana sasa hivi bwana sihitaji kukaa mbali na mwanangu kabisa. Yaani sitaki hata kukaa naye mbali mwanangu. Itabidi nikae naye nimueleweshe fresh. Kama itawezekana nifunga naye ndoa kabisa. Haina shida mwanangu. Okay sawa, hamna noma poa. Baba, hapa kuna maswali ya mwalimu kanitolea, mimi sielewi. Atoaje mfano? Sawa mwanangu, mimi mkali wa hisabati. Lakini bwana, ile swali inabidi umpeleke mwalimu Najimu. Sawa, kwa sababu yule pale hela zote nishampa. Masuala ya tuition wewe ukirudi shule ndio upitie pale. Sawa mwanangu. Sajua sasa hivi babako na mambo mengi sasa hivi mwanangu. Kwa hiyo inabidi umpelekee mwalimu Najimu. Sawa? Baba ngopo mama hapa. Ngopo kashanifundisha. Mungu sikuzalilika huko. Baba anaonekana boya.
Hata vipeo na vipeuo sivijui. Nifuate humo ndani. Anafanya kusudi kisa moyo wangu. Sasa lile jambo lako nimelifuatilia, ila nilipolifuatilia sasa kwa mtu nilomtafuta rafiki yake kuhusu masuala ya Dalali Mbange. Dalali Mbange ameniambia kwamba alipata ajali ya gari, kwa hiyo hata hivyo amefariki. Mwenzenu yananichoma, yananipa maumivu, nakosa kimbilio, maumivu ile yataisha.